ndugu waumini wote wanaopatikana katika nchi ya South Africa na nje ya South Africa na hasa katika jiji la Cape Town, Province Western Cape, Mother City. Hapa anaongea ni afisa habari wa taasisi ya Glamour, Sheikh Bakar MVP, Mr. Together we can in much respect, the old school never die, protect yourself all time, Al Farouk, the voice of Cape Town. Leo ndugu watukufu Islam, ndio ile siku ambayo imesubiria kwa hamu kubwa, tarehe 18 za mwezi wa 5 mwaka 2025, siku ya Jumapili ambayo ni Sunday. Ni tukio kubwa la muhadhara wa kina mama, ambao muhadhara huu utakusanyisha wakina mama wote kutoka katika miji mbalimbali ya Cape Town kukusanyika katika msikiti huyu wa Glamour Masjid unaopatikana katika jiji la West Bank, Cape Town, South Africa. Muhadhara huyu unakwenda kwa slogan kwamba ni muhadhara kabla ya Eid al-Hajj. Huwa tuna desturi ya kufanya muhadhara kabla ya Eid kubwa, na muhadhara huyu una mambo mengi sana ambayo ni faida kwa umma, na vile vile kuna wageni rasmi ambao watakaosimamia muhadhara huu kwa mada mbalimbali. Atakuwepo Sheikh wetu Sheikh Miraj Habibu, pia atakuwepo katika muhadhara huyu. Atakuwepo Sheikh Nasr Abu Talha, atakuwa katika muhadhara huyu. Atakuwepo Sheikh Hakizman Abdul Karim, ni pia na yeye atakuwepo katika muhadhara. Mr. Together we can, Sheikh Bakar MVP naye atakuwa katika muhadhara huyu. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuanze muhadhara huyu kwa amani na usalama, na umalizike kwa amani na usalama, kwa sababu harakati za dini tuko kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunakushukuruni sana Muungano TV Cape Town kuja katika muhadhara huyu, na inshallah Ta'ala tuko bega kwa bega katika harakati za dini, ili mradi dawa isonge mbele. Shukrani sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tena tukiwa ndani ya Al-Muungano TV, tukiwa tumehudhuria hapa Masjidi Glamour. Maashara al-ikhwa, hadaratuna sa'adata, awaddu an ataqaddama bishukri al-jazil ila mashayikhina al-ajillai. Kwanza tungelitoa shukrani kwa mashekhe zetu, hasatan ala juhudi al-kabir, mashekhe wetu ambao wanausimamia huu msikiti na ambao harakati nzima wanazisimamia, hususan masala ya da'wa katika nchi yetu ya hapa South Africa, mjini Cape Town, ukiwa chini ya taasisi ya Glamour. La li shay'in, juhudi wanazozifanya zote inama li talabi ridwanillahi subhanahu wa ta'ala, wallahi hawafanyi kwa lolote isipokuwa natafuta ridhaa za Allah tabaraka wa ta'ala. Na mimi pia nikiwa miongoni mwa watu ambao tumepewa mwaliko katika masjidi hii Glamour kuja kufikisha ujumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Hatuna mengi ya kusema isipokuwa Allah, tunaombea Allah awawezeshe katika juhudi wanazozifanya, na awalipe yale ambayo wanayafanya, aweke katika mizani yao ya hasanati, mizani ambayo itakayowaneemesha siku ambayo watakapotoka katika ardhi hii waelekee kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na sitokuwa na mengi ya kuzungumza isipokuwa nitasema wakati mwingine pakiwa panatokea mialiko kama hii, ni wajibu wa sisi Waislamu kuwa tunaitikia kwa wingi. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maana ya maneno haya ni kwamba tukiangalia madhambi mengi sana ambayo tunayoyafanya sisi binadamu, chanzo chake kikubwa ni ulimi. Mzinifu hazini isipokuwa atatumia ulimi kutongozea. Mwizi hakai chini na kupanga mipango yake isipokuwa atatumia ulimi. Mlevi haagizi pombe ama kilevi anachotaka kutumia isipokuwa atatumia ulimi. Na hata pombe yenyewe inapotaka kupita kuingia katika tumbo, lazima ipitie kwenye ulimi kuhoja, kusikia ladha, ina ladha gani pombe hii. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba kwamba la yadkhulu al-jannata ahadukum bi'amali. Aliwaambia masahaba, hamtaingia peponi kwa matendo yenu hayo mnayofanya. Wakamuuliza, wa anta rasul, na wewe hautaingia peponi kwa matendo yako? Akasema, hata mimi. Akasema, illa an yataghammada bi rahma au kama labda Allah aniingize peponi kwa huruma wake. Sina matendo ambayo yanaleta kuna thamani ya peponi, kitu kikubwa sana.
Isa anawaambia wanafunzi wake, mnaonaje mmepita sehemu mkamkuta mtu amejipumzisha sehemu amelala, alafu upepo ukawa unampitia. Mtu amesinzia, hayupo tena, ni nusu ya mtu aliyokufa. Upepo ukawa unampitia, ukawa unapeperusha baadhi ya nguo zake. Nabii Isa anamwambia, kuntum tastiruna alayhi, je, nyie wanafunzi wangu mtamsitiri kweli huyo mtu? Tunaona kwamba hili swali ambalo mwalimu wetu ametuambia ili huenda hili sio swali, labda angeuliza watoto wadogo. Na wakamwambia ndio, kama jinsi tunaweza tukaulizana sote, mnaonaje mmepita sehemu mkamkuta mwenzenu amekaa sehemu amesinzia, labda upepo ukawa unampitia unamondolea nguo zake zinataka kutoka nje, je, mnaweza mkamsitiri? Sote humu nadhani jawabu letu litakuwa ndio. Lakini Nabii Isa alitaka kuacha darasa kwa wanafunzi wake. Qala, akamwambia, bal kuntum takshifuna al-baqiya, nyie hamtumsitiri. Kama upepo ulikuwa unakuja unaondolea labda jilbabi yake, sitara yake ya juu, bal kuntum takshifuna al-baqiya, basi nyie mtaingia na zile za ndani za siri, msitoe kabisa bakie kama alivyosafiri. Nabii Isa ni miongoni mwa mitume ambao walikuwepo wao hawana santima. Ndio maana mnasikia litafutwa au wao. Ukiwa tajiri ndio una baraka kabisa.